Kwa yule unayenisikiliza, kitu hiki ninachotaka kukizungumza hapa kinaweza kikakusaidia sana, kwa sababu nataka kuzungumza kitu kizuri sana kwamba Wakristo wengi siku hizi wanafanya ibada za kishetani, na wao wanazifanya hizo ibada za kishetani bila kujua. Wakristo wengi sana sasa hivi wanafanya sala za kishetani na wanafanya hizi sala bila kujua. Wakristo wengi sana sasa hivi wanafanya mifungo ya kishetani na wanafanya hii mifungo bila kujua. Wakristo wengi sasa hivi wanafanya maombi ya kishetani na wanayafanya maombi bila kujua. Sasa naposema ibada za kishetani, pengine hata wewe kila siku unahudhuria kanisani, unahudhuria kwa huyo mtumishi wa Mungu unayesema ni mtumishi wa Mungu, na ni kweli ni mtoaji mzuri wa zaka, ni mtoaji mzuri wa sadaka, na mahali pale unapokwenda kutoa zaka na sadaka yako, jina linalotajwa pale ni jina la Yesu Kristo. Na inakutajwa jina la Yesu Kristo haikufanyi au haihalalishi kwamba madhabahu uliyopo ni madhabahu kweli ya Yesu Kristo. Yesu Kristo hatumshuhudii kwa jina peke yake. Yesu Kristo tunamshuhudia kwa ile kweli yenyewe. Sasa Wakristo wengi sasa hivi tunakwenda pahala kwa sababu tu anatajwa Yesu Kristo, ili hali anatajwa Yesu Kristo, sisi tunaamini kwamba mahala pale ni kwa Kristo. Tunaenda mahali kwa sababu ya umaarufu wa wachungaji, umaarufu wa watumishi, majina yao, na mbaya zaidi ya sisi tuna kitu kinaita inspirational gospel. Zile inspirational kwa sababu wanazungumza matatizo yetu ya kiuchumi, matatizo yetu ya kimaisha. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi sasa hivi wanashiriki ibada za kishetani pasipo kujua. Naomba kabla sijakufundisha nikupe huu mfano mzuri. Mtu mmoja niliwahi kukutana naye, ni mtu wangu wa karibu sana. Siku moja nilikuwa natoka zangu kanisani, na mimi wanasali parokia moja inaitwa St. Paul. Sasa wakati natoka pale kanisani Mtakatifu Paulo pale, yule mtu tukakutana, ni mtu wangu wa karibu sana. Akaniuliza vipi? Nikamwambia salama. Tukasalimiana salamu za kawaida. Akaniuliza umetoka kanisani? Nikamwambia ndio. Akaniambia tupambane sana, unajua shetani yuko kazini, tupambane sana. Nikamwambia kweli mtumishi, jambo jema kweli. Hasa sisi vijana shetani yuko na sisi, anatuvizia, anatuwinda, anatia udhaifu katika miili yetu na vitu vingine kama hivyo. Ananiambia mimi mfano sasa niko kwenye mfungo. Nikamwambia uko kwenye mfungo? Hongera, jambo zuri. Akaniambia niko kwenye mfungo, nimefunga maombi fulani, naona kama Mungu anataka kuyajibu. Yako karibu kujibiwa, naona kabisa ndoto zangu, naona maombi yangu yanajibiwa. Nikamwambia unafanya maombi gani hayo? Akaniambia unajua naomba sana Mungu, naomba nipandishwe cheo. Sasa tuko kwenye maombi pale kanisani kwetu ya kuinuliwa, maombi ya ukuu. Mchungaji ametuambia tufanye maombi ya ukuu. Kwa hiyo mimi tunaomba kupandishwa vyeo, naomba ili nipandishwe cheo. Nilisikitika sana. Nilisikitika moyoni mwangu, niliingiwa na baridi kwa sababu nilisimama na mtu ambaye hajui anachokifanya. Nilimuuliza tu swali moja kwamba hakika unajua unachokifanya? Pengine huyu alichokuwa akijui na wewe unayenisikiliza hapa hujui pia. Nilimuuliza swali moja kwamba hicho cheo unachokiomba kina mtu hakina mtu? Akaniambia yupo mtu. Lakini unajua sisi katika hii dunia tunapambana kumiliki. Nikamwambia unapambana kumiliki, it's fine. Nikamwambia hiyo ibada unayoifanya au hayo maombi unayoyafanya na huo mfungo unaofanya kwa ajili ya kulilia cheo ambacho kina mtu tayari. Nikamwambia je, unahakika kwamba ibada yako ni ibada chini ya Kristo? Ananiambia namwomba Mungu, nafunga sana. Ndipo nikatambua kwamba watu wengi wanafanya vitu hivi pasipo kujua hata nini maana ya Kristo. Nikamwambia mtu unayefanya ibada ya kuomba kupandishwa cheo ambacho kina mtu tayari, ibada hiyo ni ibada ya kishetani. Maana yake nini? Maana yake wewe hauna tofauti na mtu anayepambana kufanya ibada ili mtu fulani afe ili achukue kile cheo. Kwa sababu namna pekee ya wewe kuchukua kile cheo, maana yake yule unahitaji afukuzwe kazi, unahitaji hata afe, unahitaji hata apate ulemavu, awe na disability ili ashindwe kuperform duties zake ili upewe kile cheo. Kwa unaomba maovu juu ya mtu ili wewe ufanikiwe. Nikamwambia ni kweli kwamba Mwenyezi Mungu amesimama, amefikia mahali Mwenyezi Mungu anatumia dhambi kuleta neema katika maisha ya mwanadamu. Ni kweli kwamba Mwenyezi Mungu ili atupatie sisi inabidi awaue wala ambao wamekaa kwenye vitu tunavyovitamani. Nikamwambia huo ni uongo bro. Nikamwambia na ibada yako hiyo ni ya kipepo na ni ya kishetani. Nikamwambia na ibada za namna hii ni nyingi sana mnazifanya kwa wachungaji wenu huko. Na watu wengi mnaamini kama kanisa Katoliki labda halina mafundisho sahihi, lakini kanisa Katoliki lina mafundisho yaliyo straight ya Kikristo, yasiyokuwa na ibada za kishetani.
Hauwezi ukakutana na Mkatoliki anayeujua Ukatoliki anafanya maombi kwa ajili ya kupandishwa cheo mahali. Kwanza hilo ni zuilio na ni katazo kubwa sana. Kuanza kutamani, kuwakwa tamaa zidi ya nafasi ambayo anayo mtu tayari, tafasiri yake wewe una wivu, wewe una tamaa, wewe una chuki, wewe una hila, wewe una husuda. Ibada ya kuomba maombi ya kupanda cheo na shuhuda za namna hiyo, maana yake ni shuhuda za hila, ushindi dhidi ya hila. Mtu aliyeomba ili apandishwe cheo, akishapandishwa cheo, tafasiri yake ni kwamba mtu yule ameshinda ushindi dhidi ya mwenzake kwa hila. Anashuhudia jinsi hila ilivyomsaidia yeye kufanikisha jambo fulani. Anashuhudia yeye jinsi chuki, wivu ulivyomsaidia yeye kufikia kitu fulani. Sasa je, ibada hiyo ina tofauti gani na aliyeenda kwa mganga wa kienyeji ili amloge mwenzake ashuke cheo, apande cheo? Leo Mkristo unaingia kanisani kweli kuomba cheo kilicho na mtu tayari, na unaona kwamba ibada yako hiyo sio ibada ya kishetani. Naomba nikuhakikishie, hiyo sio ibada ya Kikristo. Leo watu mnafanya ibada za biashara, za kuomba biashara yako iuze sana kwa kuombea biashara za wengine zisiuze. Hizo ni ibada za kishetani. Mkristo anapotafuta riziki yake kwa mujibu wa Kristo mwenyewe, Mkristo unapoitafuta riziki yako, Mungu hakupi kwa kuwanyang'anya wengine, kwa sababu Mungu ni tajiri wa riziki. Hauna haja ya kuombea biashara mwenzako ianguke ili wewe ubarikiwe. Ukiona unafanya biashara ya namna hiyo, maana yake wewe unafanya ibada ya namna hiyo, wewe unafanya ibada ya kishetani. Kwa sababu Mungu anamiliki kila kitu. Mungu ana utajiri wa watu, ana utajiri wa rasilimali, ana utajiri wa kila unachokitaka. Na anapotaka kukupa riziki yako, Mungu hamnyang'anyi fulani ya kupatie wewe. Mungu anachokifanya, anagawa riziki. Hata tukitaka wote tupate riziki, wote anaweza kutupatia riziki na tukatosheka. Kwa hiyo huna haja ya kupiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu kuomba cheo kilicho na mtu, kuomba uwe juu ya wengine na watawale wengine. Yesu Kristo anatupa mfano hata unapoingia harusini, anakuomba wewe Mkristo ukae kiti cha nyuma, ili kama itakiwa ukistahili kuitwa mbele uitwe mbele. Yesu Kristo anatuzuilia tunapoingia harusini, mfano huo wa kibiblia, mfano wa kimbingu. Yesu Kristo anatuambia unapoingia harusini, tunapomaanisha harusi ni maisha haya sasa ya kila siku, usiwe kielele kwenda kukaa mbele. Anakuomba ukae nyuma, utaitwa pale mbele kama utastahili. Lakini leo Wakristo wanapokwenda kanisani, wanakwenda kuomba kukaa mbele, wanalazimisha kujistahilisha. Yesu Kristo anatuuliza, vipi ukikaa mbele ukarudishwa nyuma? Na yule aliyekuwa amekaa nyuma akapelekwa mbele, ni bora nini? Si ni bora kukaa nyuma ukapelekwa mbele kama unastahili? Kama kweli unakistahili chocheo, utapelekwa. Mkristo hata ukikaa nyuma harusini, kama utastahili kwenda mbele, basi utaitwa mbele. Na ndio Yesu Kristo anataka tufanye hivyo. Anatuomba tuwe wadogo kabisa kuliko wengine. Mama wa wanafunzi wake alipokuja kumuomba wanafunzi wake, mmoja akae mkono wake wa kulia, mwingine mkono wake wa kushoto, Yesu alisema anayeweza akaongoza wengine, anayeweza akawa kiongozi wa wengine kati ya wanafunzi wake ni yule aliye mdogo, aliyejifanya mdogo kuliko atakayewatumikia wengine. Sisi leo mafundisho haya hatuyataki, tunaenda kuomba vyeo. Naomba nikupe mfano mmoja wa kibiblia mzuri sana ambao wangu unaniinspire sana na achana na tamaa na ushenzi wa namna hiyo. Daudi alipakwa mafuta kwa mfalme mapema sana, ikiwa Sauli bado alikuwa madarakani. Samueli akaenda kwao Daudi akampaka mafuta Daudi. Kwa Daudi alikuwa ameshafanyika kuwa mfalme hata Sauli akiwa madarakani. Sauli alikuwa anamuinda Daudi amuue. Mara nyingi Sauli alifanya jaribio kutaka kumuua Daudi, lakini Daudi kwa sababu ulikuwa ni mkono wa Mungu juu yake, Daudi aliepushwa na madhara hayo. Daudi alipata pia nafasi nyingi sana walipokuwa katika vita ya kuweza kumuua Sauli. Kuna wakati Sauli aliwahi kulala usingizi akiwa anapigana vitani. Daudi alichukua dimkuki wa Sauli, yani Sauli aliamka akajikuta pale hana kitu chochote. Vitu vyote Daudi amevichukua. Daudi alikuwa anamtumia ujumbe Sauli kwamba alikuwa na uwezo wa kumuua akiwa usingizini fofofu, ila Daudi hakuweza kumuua Sauli. Alimwacha. Kwa nini Daudi alifanya hivyo? Na wakati kiti kile kilikuwa ni cha kwake na Mungu alikuwa tayari anahitaji Sauli atoke pale. Kumbe
Mungu mwenyewe alikuwa ashaona kwamba anayepaswa kukalia kiti hiki ni Daudi. Na Daudi alikuwa ashapakwa mafuta, anajua mimi kile kiti ni cha kwangu. Na Sauli alijua kwamba Daudi kiti hiki ni cha kwake. Sauli alihitaji kumuua Daudi, ila Daudi hakuhitaji kumuua Sauli. Kwa nini? Kwa sababu Daudi aliamini kwamba ikiwa aliyenistahilisha ni Mungu mwenyewe, basi Mungu ndiye pia atanistahilishia wakati wa kukikalia kiti hiki. Sitoamua mimi kwa matakwa yangu, hata kama mimi nadhani nastahili sana, lakini aliyepo ninapaswa kumheshimu na kumlinda kama mfalme, nimtii kama mfalme, hata kama ninamzidi, hata kama mimi na uwezo kuliko yeye. Huyo aliye ofisini, huyo aliye bosi wako, huyo ndio unayepaswa kumtii. Kama utastahili, basi Mungu atakustahilisha mwenyewe kuikalia kiti hicho. Daudi hakumuua Sauli. Akatokea mjinga mmoja kama mlivyo wajinga wa leo, wenye ibada za kishetani mnaoamini ni ibada za kimungu. Siku moja Sauli wakiwa vitani, yule bwana akamuua Sauli. Alivyomuua Sauli, akarudi kwa Daudi kufurahia kwamba nimemuua Sauli. Daudi alimfanya nini? Daudi kwanza alisikitika. Yeye yule askari alivyokuwa mpumbavu, aliamini kwamba habari juu ya kumuua Sauli ambaye anamuwinda Daudi, amuue Daudi, basi ingelimfurahisha Daudi, lakini ile habari ilimkwaza Daudi. Kwa nini ujistahilishie kwa mikono yako mwenyewe? Kama Sauli alistahili kufa, Mungu mwenyewe angelimuondoa Sauli kama alivyonifanya mimi kuwa hapa nilipo. Daudi alimwadhibu adhabu yule askari, alimuua pia. Sasa unajiuliza swali moja, kama tungelikuwa na ibada za kutamani vyeo, basi si Daudi angelichukua kile cheo, angelimpola Sauli kwa kumuua ili achukue kile cheo? Unajifunza nini kwenye story ya namna hiyo? Unajifunza kwamba kumbe anayetustahilisha ni Mungu. Hatupaswi kuyaomba madaraka kwa nguvu zetu wenyewe. Sasa leo mtu anapiga magoti, anaomba juu ya biashara kwa kutamani biashara za wengine zianguke. Maana yake nini ombi la namna hiyo? Unapoomba mtu mwingine anyang'anywe alichonacho upate wewe. Unapoamua kutafuta riziki za watu kwa maguvu ya kuomba kanisani, kutoa sadaka na zaka, tafasiri yake unafanya ibada ya wivu, ibada ya chuki, ibada ya fitna, ibada ya unafiki, ibada ya uovu. Hiyo ni ibada ya shetani, na ni ya shetani kweli kweli. Na ndio ibada nyingi asili mnafanya vijana, kwa watumishi wenu ambao Kiingereza kingi, ujanja mwingi, you are too much inspired, hamtaki hata kujua maandiko. Mnapotoshwa, mnadanganywa, mnaamini mnamwabudu Kristo, kumbe kila siku mnapiga magoti kumwabudu shetani. Tujiepushe na ibada hizo. Tufanye ibada ambazo ndani yake kuna upendo, ibada ambazo ndani yake kuna upatanishi, ibada ambazo ndani yake kuna kustahilishwa, ibada zinazochochea uvumilivu, ibada zilizojaa huruma, ibada zilizojaa msamaha. Hizo ndio ibada za kimungu. Ibada zilizojaa toba,